Ndiyo community. Ni Mea Pioneer hapa wa GCV Educational Group. Hili swala la watu kuibiwa pai zao limekuwa na wimbi kubwa sana. Sana. Ukiingia huku nimeibiwa, ukiingia kule nimeibiwa, ukiingia huku ona sijawahi kutoa passphrase, sijawahi kufanya hivi, sijawahi kushirikiana. Lakini sasa inakuwaje? Naibiwaje? Wapendwa, pai kwa wale watu wanaoijua ni kitu kikubwa sana zaidi ya vile ambavyo sisi tunakifikiria. Kwa hiyo kuna mbinu nyingi sana za kuibiwa, kwa sababu mlango wa kuibiwa unao wewe mwenyewe. Na mlango mmoja mkubwa wa kuibiwa ambao unao wewe mwenyewe ni mlango wa simu yako. Ndiyo, hujatoa passphrase. Ndiyo, hujabonyeza link. Ndiyo, hujatumia wifi ya bure. Ndiyo, yaani vyote hujavifanya. Lakini kuna kimoja kikubwa ambacho watu wengi hawajakisemelea. Naamini nilipenda leo nikisemelee kidogo. Angalau pengine kinaweza kikawa ni sababu ya wewe kuweza kuibiwa pai zako. Na hichi kitu kinachoitwa permission management. Permission management. Hichi kitu hichi hapa kwenye simu yako. Simu yako ina kitu kinachoitwa permission management au permission manager. Na hii ya kwangu ni mfano tu. Ninaitolea mfano. Inawezekana kulingana na model ya simu yako, aina ya simu yako, namna mtengenezaji alivyoamua kupanga mafaili kwenye simu yako tofauti na kwenye simu yangu. Kwa hiyo kwenye simu yangu mimi kuna kitu kinaitwa permission management ama permission manager. Kwenye permission manager kuna list ya hivi vitu unavyoviona hapa, hivi vitu vyote. Kuna kitu kinachoitwa auto start, kuna kitu kinaitwa floating window, kuna kitu kinaitwa desktop shortcut, kuna kitu kinaitwa display on lock screen, kuna picture in picture, kuna modify setting, system setting, kuna install unknown application, na kuna default application setting. Sasa hapa kwenye auto start, kwenye auto start ni ruhusa au ni fasiri kidogo hii permission management. Permission management ni sehemu ya ruhusa. Ni sehemu ya ruhusa ya zile application zote zilizoko kwenye simu yako au zile application zote unazozidownload kwenye simu yako. Kuna kitu kinachoitwa permission management, sehemu ya kuruhusu. Kwa hiyo ndo maana ya permission management, sehemu ya kuruhusu ama mahali ambapo unapatia nguvu mamlaka, sehemu ambapo unaweza kumanage, unaweza kuamua kuruhusu ama kutokuruhusu. Kwa hiyo kwenye permission management kuna mambo hayo unayoona kwenye, kwa mfano kwenye simu yangu, ndio maana nimekuambia natolea mfano tu. Kuna hiyo auto start, floating window, desktop shortcut, display on lock screen, picture in picture, modify system setting, install unknown apps na default app setting. Sasa kwenye auto start video katakuwa karefu kidogo. Kwa hiyo kama utataka kujua utatumia muda wako kuisikiliza hii video ili uweze kujifunza kama haujui. Hapa kwenye auto start ni sehemu ambapo zile application zote zilizoko kwenye simu yako na zile application zote ambazo unazidownload wewe zinakuwa na uwezo wa kujiwasha zenyewe. Kwa hiyo unaweza ukaamua either hizo applications zilizoko kwenye simu yako zijiwashe ama zisijiwashe zenyewe. Na kwenye auto start ni sehemu ya kuruhusu hizo applications zilizoko kwenye simu yako zijiwashe automatically ama zisijiwashe. Kwenye floating window, hapa kwenye floating window ni sehemu ambapo application, kwa mfano kama unakiona hichi cheusi hicho kina float, kiko kinaelea juu ya huu kurasa nilioufungua. Hichi kinaitwa floating window. Kwa ni kimlango ambacho kinaning'inia. Umeona na kitembeza, umeona kinavyotembea. Hichi ndo kinaitwa floating window. Ni kiwindo kinachofloat juu
ya ukurasa au juu ya screen yako wakati unaendelea kufanya kitu kingine. Wakati mimi naendelea kusoma floating window, chenyewe hichi kinaendelea kufloat hapa juu. Kwa hiyo ni floating window. Kwa una uwezo pia wa kukiruhusu ama kutokukiruhusu. Alafu kuna desktop shortcut, sio muhimu sana. Display on lock screen, sio lazima niitolee maelezo. Picture in picture pia sio lazima niitolee maelezo. Sehemu ya kutolea maelezo ni kuanzia hapa. Hiyo ndio sehemu ambayo naweza nikaanza kuitolea maelezo hapa. Hii sehemu ya modify system setting. Modify system setting. Application iliyoko kwenye simu yako yoyote ina uwezo wa kumodify automatically, ina modify system setting. Setting yoyote uliyoifanya kwenye simu yako, application unakuta umeiruhusu kumodify system setting. Sasa ni kwa namna gani? Nijaribu japo kidogo kuifungua pengine unaweza ukajifunza. Modify system setting. Kwa mfano hapa itakuletea listi ya application ambazo zinakuwa na uwezo wa kumodify system setting. Sasa kwa mfano kama za kwangu zote, umeona nina kitu kinaitwa audio compressor, nimeinyima. Kuna kitu kinaitwa bitrate, nimeinyima. Kuna kitu kinaitwa changely, nimeinyima. Zote nimenyima kumodify. Zote nimenyima kumodify. Not allowed. Zote nimenyima. Kwa nini ninyime? Ninanyima kwa sababu sitaki zimodify mfumo wangu wa simu nilivyo upanga. Sasa turudi hapo. Kwa hiyo application ulio download ama application iliyopo kwenye simu yako ina uwezo wa kumodify chochote kilichoko kwenye simu yako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Tutajifunza zaidi huko mbele. Kitu kingine pia ambacho ninataka nikizungumzie kidogo ni hii swala la install unknown apps. Hii kwenye permission manage, kwenye kipengele cha kuruhusu, ni kwamba applications zoko kwenye simu yako, either wewe unaweza kuziruhusu kuingiza application ambazo hazijulikani. Yaani kwa mfano, kuna application ambayo simu yako haijui, au kuna kalinki ambako simu yako haitambui, alafu wewe unakabonyeza. Kama setting hii umeweka on kwamba na uwezo wa kudownload ama kuinstall application ambazo hazijulikani, maana ile application itajidownload kwenye simu yako hata kama haijulikani. Sasa inaenda kuleta madhara gani humo ndani? Wewe ndio hujui. Kwa sababu kama umekubali kuinstall unknown app, umekubali kuinstall application ambayo haijulikani, alafu umeturn on modify system setting, haka ka application ambako hakajulikani kanaweza kakaenda kumodify system setting ya simu yako na kufanya maamuzi yoyote. Inafanyaje sasa maamuzi ya application? Inafanya maamuzi kupitia hapo kwenye default app setting. Na inafanyaje hapo? Tufungue kwenye default app setting ili uweze kuelewa vizuri. Hapa hizi default app setting ni zile application ambapo umezipa mamlaka ya mwanzo. Yaani zenyewe ndio zitangulie kufanya kazi. Kwa mfano, nimeipa mamlaka browser ya simu yangu kutumia iwe ni Chrome. Nimeipa mamlaka kwenye image library albums ifanye kazi. Nimeipa mamlaka kwenye music play it ndio ifanye kazi. Nimeipa mamlaka kwenye video play it ndio iplay video. Nimeipa mamlaka kwenye message, application ya messages ndio ifungue message. Nimeipa mamlaka kwenye camera,
application ya kamera iweze kufungua kamera. Nimeipa mamlaka kwenye simu application ya phone iweze kutumia simu. Nimeipa mamlaka kwenye email application ya Gmail kufungua email zangu. Umeona? Na assistant voice nimeipa mamlaka Google. Naomba unisikilize kwa makini. Sasa basi, kama ndivyo, hizi ndo application ambazo nimezipa vipaumbele kwenye kila kitu. Wewe umetoka huko, umedownload application yako. Hiyo application haijulikani ni ya nani. Alafu umeipa mamlaka kumodify system setting. Ikaamua kujimodifyia kwamba yenyewe ndio itumie Gmail yako. Manake ikaamua kujiamulia yenyewe ndio itumie messages zako. Ikaamua kujimodifyia yenyewe ndio itumie kamera yako. Utakuja kunielewa tu vizuri. Manake ni kwamba sasa ile application ambayo haijulikani, ambayo imemodify system setting yako, imeamua sasa kutuma message. Sasa kama hiyo application ni ya scammer, ni yule ambaye anataka kuskam watu, alafu wewe vipassphrase vyako vya Pi umevihifadhi kwenye Gmail, alafu download ka application ukaka install kwenye simu yako, hakajulikani tu kwa sababu kamekudanganya kana vitu vizuri vizuri, kumbe kanafanya sneaking, kanachunguza simu yako, alafu kanachukua taarifa zako za kwenye Gmail ambapo ndo umeweka passphrase zako, alafu kanamtumia scammer. Umekwisha. Papo hapo umekwisha. Au unakuta hako ka application ambako umeka download, kamefanya modification kwenye simu yako, kameenda mpaka kwenye kamera, kakajibadilisha kenyewe ndo kakaanza kutumia kamera, alafu kakapiga picha screen yako saa unafungua wallet yako ya Pi, kakamtumia scammer. Umekwisha. Umekwisha. Kama kenyewe sasa ndo kameamua kabisa kakutafute kakutafune, kana kumaliza bila wewe mwenyewe kujua. Kwa hiyo hicho ni sehemu, ama hiyo ni sehemu ya wewe kuweza kuwa scammed bila mtu kukuvamia wala kukuingilia. Sasa hivi vyote vinapatikana wapi? Hivi vyote vinapatikana wapi? Kuna pahala ambavyo pia vinaweza vikapatikana. Nimesema kuna sehemu inaweza kupatikana. Kwa mfano sasa, let's say ume download ka application. Hako ka application uliko ka download, usizingatie usije ukatoka nje ya mada. Usizingatie message. Nimekuleta hapa kwa sababu kuna sehemu hii ya uwanja wa message, kuna kitu nitaka nikuonyeshe hapa. Sasa kwa mfano ka application kako uliko ka download nika keypad. Kuna watu wengine wanapenda kwa kweli kudownload hizi keypad. Kuna watu wengine sana wanapenda kudownload hizi keypad. Sasa kama kuna ka application umeka download ka kwenye keypad. Hako ka application ka kwenye keypad, kwa bahati mbaya keypad yangu haitaki floating window. Tulizungumza kuhusu hii floating window, lakini keypad yangu haitaki floating window. Na inajua kwa nini. Au inawezekana hii keypad yangu inatambua kwamba floating window ni hatari. Kwa hiyo nikitaka kuweka keypad floating window haitaki, na nikiweka floating window keypad inaondoka. Sasa hapa kwenye message, kwa mfano kwenye hii message, sehemu ya kuchapisha message hapo, tunaona kuna kinacho sehemu ya kuchapisha message. Hapo sehemu ya kuchapisha message. Ukiangalia kwa makini juu ya hii namba 1, kwenye hizi namba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,
Ukiangalia kwenye hii juu ya hii namba 1 kuna hichi ki kiko hapo. Hichi ki kilichoka hapo kina mshale kwenda kulia na kushoto. Nikikibonyeza utaona kinanipeleka kwenye sehemu ya clipboard, na kibonyeza hicho kimenipeleka hapa kwenye sehemu ya clipboard. Hapa kwenye clipboard ni sehemu ambapo una copy na kupaste maneno. Kwenye clipboard nikibonyeza hili neno clipboard utaliona imeniletea maneno yote ambayo nimeyakopi na kuyapaste. Sasa let's say wewe kikawaida tu ulienda ukakopi maneno yako, yale maneno uliyoyakopi kwenye yale maneno yako 24 passphrase zako, yaenda kwa zikopi. Ukisha zikopi kwenye keypad yako hapa, yale maneno 24 unakuta yamehifadhiwa kwenye hichi clipboard. Yakihifadhiwa kwenye clipboard manake yanakaa hapo, yanasubiria wewe upaste, uje uende ukapaste. Sasa kumbuka uli download ka unknown application, kakafanya modification ya system ya simu yako, kakataka kusoma message zako, kakataka kujua unachapisha nini kwenye keypad ya keyboard ya simu yako, kakaenda kusoma mpaka kwenye clipboard, alafu kakamtumia scammer taarifa zako zote. Hizo taarifa zikaenda kwa scammer akachambua, akaona katika hili fungu la clipboard, kwa mfano kama unaona kuna hapa mafungu hapa haya, akaona kwenye hili fungu la clipboard hapa, hili fungu hili linaonekana kabisa hizi ni passphrase. Hili fungu hili linaonekana kabisa hizi ni passphrase. Akazingamua, akafungua wallet, akajaribu kuingia, wallet yako ikafunguka bila wewe mwenyewe kujua. Anazikomba pai zako zote bila huruma yoyote. Kwa hiyo ku download the application ambavyo huvijui, ambavyo havijawa approved, iwe mwiko. Nenda kwenye setting ya simu yako, kadiria simu yako, jifunze simu yako. Angalia ni wapi ambapo kuna permission, ni wapi kule kwenye permission management. Ni sehemu gani ambapo umeruhusu vya application ambavyo hauvitaki, au hata hizo application zako za kawaida. Ni ngumu sana kuweza kuibiwa kama utakuwa umefanikiwa kulifanya jambo hilo. Hebu turudi kule mwanzo. Naam, tumerudi huku mwanzo. Kwa hiyo kwenye hizi default applications unatakiwa uhakikishe kwamba applications za simu yako, zile zilizotoka na simu yako, ndo zinazokuwa default. Halafu hapa kwenye kuinstall unknown apps, make sure application zote zinakuwa zinaichi kialama kwamba hii application inapotumia internet hairuhusiwi kudownload application ambayo haijulikani. Browser hairuhusiwi, calendar hairuhusiwi, Chrome yenyewe hairuhusiwi. Zote hakikisha zimeandika kama ni cancel ama forbidden, kama mimi zimeandikwa forbidden. Zote zimeandikwa forbidden, file manager forbidden, Gmail forbidden, forbidden. Kwa kama kuna chochote kinatakiwa nikiinstall kwenye simu yangu, lazima nipate prompt. Nikisema prompt, lazima nipate message ya kuambia hii application unataka kuidownload hairuhusiwi kudownloadiwa kwenye hii simu, kwa sababu application unayoitumia kuidownload hii application, kwa sababu ikumbukwe, huwezi kudownload application bila kutumia application. Kwa mfano, huwezi kudownload kitu, kwa mfano kama nataka kudownload kitu kwenye Chrome, huwezi kudownload kitu kwenye Chrome bila kuitumia Chrome. Kwa Chrome ndio inayotumika kudownload kile kitu ambacho nataka kudownload. Kwa ukiwa kwenye Chrome ukitaka kudownload kitu, Chrome itakwambia nimezuiliwa kudownload application ambayo haijulikani. Kwa hiyo whether uache ama ukaniruhusu ni download. Kwa usiruhusu hata kidogo. Lakini kama ikiwa application haijanyimwa
kudownload unknown application. Maana ukibonyeza download, hiyo application itaingia moja kwa moja kwenye simu yako na ina uwezo wa kukuletea madhara. Kwa mfano kama mimi, umeona kwenye Telegram imekuwa allowed. Na ilikuwa kwa sababu nilikuwa sijaifuatilia. Lakini nyingine zote, kwa mfano kitu kingine nyingine ambayo imekuwa allowed ni Vidmate, umeona imekuwa allowed. Kwa hizi unachotakiwa ukifanya, unafanya hivi. Unakuja kwa mfano kwenye Telegram, unaibonyeza Telegram. Ukishaibonyeza Telegram unaizima. Install unknown apps, umeona pale juu, install unknown apps. Telegram allow unknown apps to be installed, nimezima hapa. Ndio unatakiwa ufanye hivyo. Hakikisha hakuna application yoyote ya kwenye simu yako imepata ruhusa ya kudownload kitu. Kwa mfano, kukipatikana internet tu kwenye simu yako. Simu yako tu ikipata internet, kama kuna kitu kinatakiwa kudownloadiwe, na maana ile application itaanza kudownload moja kwa moja. Kwa zuia kudownload kitu chochote kwenye simu yako bila ruhusa yako. Lazima uthibitishe kile kitu ambacho kinataka kuja kwenye simu yako ndivyo unatakiwa ukidownload. Kwa ndivyo ilivyo rafiki zangu. Kwa hiyo usiruhusu kudownload kitu chochote. Yaani simu yako idownload kitu chochote automatically kwenye simu. Kwanza inakutia hasara kwa sababu ina download vitu ambavyo huvitaki na bando lako linaisha. Na inaweza ikadownload kitu cha hatari ambacho kinaweza kusababisha wewe ukadukuliwa kiurahisi. Na make sure pia unaangalia kwenye default apps application. Kwa mfano kama mimi hapa nacho, hizi default ni zile application ambazo nimezipa kipaumbele na ninaziamini, nimezipa kipaumbele kwamba hizi application ndio zinaruhusiwa kufanya yale matendo ya muhimu kwenye simu yangu. Kwa mfano kama assistant voice input, umeona narudia tena ili uelewe. Assistant and voice input natumia Google, email natumia Gmail, phone natumia phone, iliyoko kwenye simu messages natumia messages, iliyotoka na simu camera natumia camera. Kwa ukibadilisha hizi default applications unatengeneza hatari kubwa sana ya hiyo application kukuchukulia taarifa na kuituma hiyo taarifa. Na unatengeneza hatari kubwa sana ya wewe kuweza kuibiwa. Kwa mfano let's say kwenye Gmail, kwenye email ukiibonyeza, kwenye email inakufungua. Je, unaweza kutumia application gani? Ni Gmail au email? Kwa hiyo unaweza kuamua kutumia email au Gmail. Sasa katika hizi zote mbili, je, katika hizi mbili kuna moja ambayo imetoka na simu na nyingine umeidownload? Ile uliodownload unaweza ukaachana nayo, unatumia iliyotoka na simu. Ndivyo ambavyo unatakiwa uishi ili uweze kufanikiwa kutokuibiwa. Sasa hili ni jambo moja. Hili ni jambo moja tu ambalo unaweza ukalicheza kwenye simu yako na likawezesha wewe kuwa salama. Kwa tuendelee kuwa makini, tuendelee kujifunza kwa yale mambo ambayo hatujui ili tuweze kupata elimu ya kujilinda. Nafikiri kwa hapo, kama kutakuwa kuna mtu mwenye swali, basi atakuja na atauliza hapa ili kama kuna majibu aweze kupatiwa majibu. Karibuni sana. Ni Meya Pioneer wa GCV Educational.